وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ ما أنزل إليه من ربه على أكمل وجه وتمامه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز المجيد: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد أيها الناس فاتقوا الله تعالى. Enyi waja wa Mwenyezi Mungu, nakuhusieni kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtii. Ayuha nnasu innama khuliqtum li'ibadati Allahi tabaraka wa ta'ala wahdahu la sharika lah. Hakika Allah amekuumbeni ni kwa ajili ya ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake, la sharika lah. أيها الناس وخلقكم الله، نكحكيك الله مكمبيني جميعا ما في الأرض vitubyote vilivyoko ardhini, wasakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ard, na Allah akakusakhilisheni vitu vyote vilivyoko mbinguni na ardhini, na Allah atakusakhilisheni vitu vyote vilivyoko mbinguni na ardhini. Wa an'ama alaykum ni'man la tuhsa, na Mola wenu akakuneemesheni katika neema ambazo la tuhsa, nyinyi hamwezi kuzihisabu neema za Mwenyezi Mungu. Wa bayyana lakumul haqq, na Mola wenu akakubainishieni haki, Mola wenu akakubainishieni kila aina ya haki. Allah akakuwekeeni wazi, akakuambieni ya kwamba hii ni haki. Wabayana albatila litahdharuha, na Mola wenu akakubainishieni mambo yote ya batili ili nyinyi muwe na hadhari nayo. Fahdharu ayuha almuslimuna ibadallah, basi chukueni hadhari enyi waislamu, enyi waja wa Mwenyezi Mungu, chukueni hadhari katika mambo haya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekuhadharisheni. Ihdharu asbab sakhati Allahi wa iqabi, chukueni hadhari katika mambo ambayo yatakusababisheni kuingia katika sakhati Allahi wa iqabi, katika makasiriko ya Mwenyezi Mungu na mateso yake. Ibadallah, enyi waja wa Allah, ihdharu ma hadhara nabiyukum sallallahu alayhi wa sallam, jihadharini katika yale mambo ambayo amekuhadharisheni mtume wenu sallallahu alayhi wasallam. Fa innahu wallahi sadiqul amin albalighul mubin, kwa hakika mtume wenu ni mkweli mfikishaji wa haki. Falaqad hadharakum sallallahu alayhi wasallam, kwa hakika amekuhadharisheni mtume sallallahu alayhi wasallam min umuri fiha halakukum, amekuhadharisheni katika mambo ambayo ndani ya mambo hayo yako maangamizi yenu. Ndugu zangu katika imani, mtume sallallahu alayhi wasallam amekuhadharisheni katika mambo ambayo fiha halakukum, ndani ya mambo hayo yako maangamizi yenu, mtaangamia kwa kuyaendea mambo hayo. Ndugu zangu katika imani, Allah mtume sallallahu alaihi wasallam amekuhadharisheni mambo hayo ili nyinyi muwe na hadhari, mpate kujichunga kwa mambo hayo. Wabayanaha lakum lita'lamuha, na Allah amekubainisheni, mtume amekubainisheni mambo hayo ili muweze kuyajua. Ibadallah, enyi waja Allah, روى الإمام الطبري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه
amepokea Imam Tabari kutokana na hadithi ya sahaba mtukufu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, sahaba Abi Hurairah radiyallahu anhu. قال أبي هريرة رضي الله عنه، هذا سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا سمع alisema Mtume sallallahu alaihi wasallam kutuambia, idha fala ummatin, utakapofanya ummati wangu 15 khasla, mambo 15. idha fala ummatin 15 khasla, ummati wangu utakapofanya mambo 15, halla biha albala, ummati wangu utahalalikiwa, utawajibikiwa umma huu kufikiwa na balaa na mitihani mbalimbali. Umma wangu utakapoyafanya mambo 15, halla bihim albala, utawajibikiwa na balaa. قال الصحابة وكيلeza masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna wakamuuliza Mtume, wama hiya ya Rasulullah, ni mambo gani haya ya Rasulullah? Qala Rasulullah, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, idha kana al-maghnam duwalan wal amanatu maghnaman waz-zakatu maghraman وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر رجل صادقه وجف أباه وارتفت الأصوات في المساجد وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمر. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaeleza mambo haya ya kwamba lau umma utayafanya mambo haya, basi umma huu wajaba lahumul halak, utawajibikiwa na maangamizi. Tunayaeleza mambo haya ili sisi tuyatathmini mambo haya aliyoyaeleza Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ya kwamba mambo haya yakitokea umma utawajibikiwa na maangamizi. Je, twayeleta mambo haya ikiwa ni hadithi ya Mtume kuyatafakuri na kuyaangalia? Je, mambo haya yametokea katika miji yetu au twayategemea kutokea baadaye? Al-awwal, jambo la kwanza, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaeleza katika hadithi hii, idha kana al-maghnam duwalan, itakapokuwa idha kana amwalu nnasi yanfau ba'dhum duna ba'd, itakapofika pahali amwalu almuslimin, amwalu nnas yanfau ba'dhum duna ba'd, itakapofika pahali mali za waislamu, mali za jamii, wananufaika watu wengine, wananufaika watu wachache katika mali za jamii na mali za waislamu, kundi fulani ndio linanufaika na mali hizi, tabaka fulani ndio linanufaika na mali hizi za waislamu, duna ghairihim, basi na wengine. Yani amwalu nasi yaakulu baadhi nnas wa yuhrimu ala baadhi, mali za waislamu zinaliwa na kutumiwa na baadhi ya watu na wengine wameharamishiwa mali zile. Wayanfau baadhi nnas amwali lilmuslimina duna ba'dihim, na zinawafaa baadhi ya watu mali za waislamu basi ya watu wengine. Ndugu zangu katika imani, haya nyinyi mtakuwa na nafasi ya kupima kwa kila mmoja katika mji anaoishi na katika mahali anapokaa, yakiwa yamefika haya, basi ni yale mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameahidi. Ndugu zangu katika imani, mazingira kama haya tunayashuhudia katika baadhi ya miji ambayo tunaishi. Ni wachache ambao wananufaika na mali
za Waislamu. Ni wachache ambao wananufaika na mali za Waislamu, mali ambazo mara nyingi zinakusudiwa ziwafae maskini na wanyonge. Na ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala alipoeleza kuhusu zaka, Allah ameieleza na akaitaja watu maalumu wa kupewa mali hizi. Allah anasema inama sadaqat lilfuqara walmasakin wabna as-sabil wal'amilina alayhi ila akhir al-aya. Allah amewataja takriban watu 8 katika aya hii ambao wanastahili kupewa mali hizi. Ni mafukara na maskini na wapita njia na wafanyakazi katika kazi ya kukusanya az-zakat. Mali hizi zinakusanywa na Waislamu ili ziurudi kuwanufaika Waislamu wanyonge. Kwa nini Allah anagawa? lialla yakuna dawlatan baina aghniyai minkum, ili mali hizi zisiwe zinarudi na kuzunguka kwenu nyinyi tu, baina ya matajiri. Inatoka kwa tajiri huyu inakwenda kwa tajiri huyu, mali zirudi katika maskini ya chini na kuwafaa Waislamu. Leo je, mazingira kama haya hayajajitokeza katika miji yetu? Mali zinawafaa Waislamu na wanyonge? Ala asafi shadid, katika masikitiko yaliokuwa makubwa. Sisi sote ni mashahidi katika mambo kama haya. Mara nyingine kunakuja baadhi ya vitu vilivyolengwa kwa ajili ya Waislamu wanyonge. Mathalan, katika vipindi vya kuchinja kunaletwa wanyama mathalan, hawa ni kwa ajili ya maskini wapewe. Leo anakwenda mtu mnyonge na mfuko wake sehemu ambayo kuna vichinjwa, na mfuko wake ameshindwa hata kitoeleo kwa ajili ya kukidhi nyumbani kwake katika siku ya Idi. Wallahi, unafika pale unasikia simu zinacheza, fulani lete gari ng'ombe wako huyu, fulani lete gari mnyama wako huyu. Mali zile katika mambo ambayo Mwenyezi Mungu ameyakataza, lialla yakunu dulatan baina aghniya, mali hizi zisiwe zinazunguka baina ya matajiri. Leo mali zile ndio zinazunguka tena, wale wanyonge maskini wanakaa wakiwa wamedhulumiwa, wakiwa hawana pa kwenda, mali wanagaiana wenyewe ni nguvu. Hii ni moja katika dalili ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza. Kadhalika jambo la pili Mtume anaeleza, wal amanatu maghnaman, na watu watakapozifanya amana kuwa ni ghanima, wamekabidhiwa watu amana wakaona wamepewa ghanima, la yaudduha ila ahliha, hawana haki ya kuzirejesha tena kwa watu wake, wanazitumia. Wal amanatu kathiran min al-furu', na amana zinagawanyika katika aina nyingi. Hata ukipewa wadhifa katika sehemu unayofanya kazi, ni amana, utekeleze katika uaminifu na usifanye ya kuwa ni ghanima. Umewekwa mahali siku 2 katika sehemu, ghafla maisha yako yanabadilika, ghafla maisha yako yanachange, ghafla tunakuona unaanza kuporomoa majengo. Kwa nini? Kwa sababu uaminifu ulikosekana ndani yake. Na hii Mtume sallallahu alaihi wasallam ameieleza, itatokea wakati, ikifika wakati huu, basi watu watakuwa wamewajibikiwa na maangamizi mbele ya Mwenyezi Mungu. Al-amru ar-rabi', jambo lingine Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, waz-zakatu maghraman, ni wakati ambapo watu watafika walione jambo la zakat. Az-zakatu maghraman, watu walione jambo la kutoa zaka ni la gharama. Waz-zakatu maghraman, watu waone jambo la kutoa zaka. Leo katika kipengele kadhalika ambacho Waislamu ni cha kujiuliza maswali mara 2, zaka za Waislamu zinakwenda wapi? Hivi Waislamu ni kweli wamegoma kutekeleza amri ya zaka? Ni kweli Waislamu hawatoi zaka katika mali zao? Na kama Waislamu watoa zaka katika mali zao, zinakwenda wapi na zinawanufaisha nani na nani? Mali za Waislamu, tunao leo matajiri, tunao watu wenye fedha ambao wanazo mali na wanao wajibu wa kutoa zaka. Je, hawatoi zaka?
na ikiwa wanatoa zaka zao zinaelekea wapi na nani ananufaika na zaka hizi. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza utakapofika wakati watu wakawa jambo la zaka kwa wao wakaliona ni jambo la gharama, hawawezi la yuwadiha ila alfuqara walmasakin, hawawezi kulipeleka kwa mafukara na maskini. Ukifika wakati huo Mtume sallallahu alaihi wasallam asema subirini mateso na adhabu ya Mwenyezi Mungu. والامر الاخرى na jambo jingine ata'atu ar-rajulu zawjatahu wa 'aqqa ummuhu, ni pale ambapo mwanaume mtu atamtii mke wake na atamwasi mamake. Mwanaume atapendelea zaidi katika maisha ya mke wake katika amri ya kusikiliza maneno anayoelekezwa na mke wake, na atamdunisha na kumdogosha mamake. Na hii ni katika masikitiko ya watu wengi wameingia katika mtihani huu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza katika hadithi, la'ana Allahu man faddala zawjatahu ala ummihi, amemlaani Mwenyezi Mungu yule yoyote ambaye man faddala zawjatahu ala ummihi, atakayemfadhilisha mke wake zaidi ya mamake. Ukamfadhilisha mke wako zaidi ya mama yako, na Mwenyezi Mungu amemlaani. Laana Allahu wal malaikatu wan nasi ajma'in, amelaaniwa na Allah na malaika na watu wote wamemlaani. Mamako amekubebea mimba kwa muda wa miezi 9 na akakunyonyesha kwa miaka 2, lakini ukafika pahali mke wako akawa bora. Kile kisichopendeza kwa mke wako ndicho kikawa cha kumpelekea mamako. Ndugu zangu katika imani, na jambo la 5 Mtume akasema wa barra sadiqahu wa jaffa abahu, ni mtu atakapofika pahali akawa anafanya wema kwa marafiki zake, ikawa rafiki kwako wewe ndiye mtu bora, ndiye mtu ambaye ni mshauri wako, mali zako, mipango yako, miundombinu yako ya maisha yote rafiki anaifahamu. Lakini wallahi baba hajui chochote wala hasikii chochote mpaka labda asikie tu kauli kwa watu, mtoto wako amefanya jambo fulani, mtoto wako amenunua kitu fulani. Katika washiriki na washauri babako hausiki chochote. Wewe umemtanguliza rafiki, ndiye amekuwa mshauri wa mali zako, ndiye anayejua hazina zako, ndiye anayejua amana zako. Babako amekaa dhaifu kabisa. Jambo lile mzazi wako linamuumiza sana katika moyo, na jambo hili Mwenyezi Mungu hakuachi, atakuadhibu kwa sababu ya jambo hili. Imepokelewa hadithi katika musnad wa Imamu Ahmad, hadithi ya Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu. Anasema Jabir, jaat shabun dhata yawmi ila rasulillah, alikuja mara moja kijana kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya rasulullah, akamwambia ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, inna abi qad akhadha minni mala, hakika babangu amenichukulia mali yangu. Baba amenidhulumu, amenichukulia mali yangu. Faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume akamwambia i'tini biyadika, niletee babako. Fadhaba ila abihi, akaenda ule bwana kwa babake. Faqala inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'uk, akamwambia hakika Mtume anakuita. Faqama shaykhun kabir, akasimama yule mzee, la yaqdiru wada kadamai, hawezi hata kuisimamisha miguu yake, lakini mtoto amekwenda kumshtaki babake kwa Rasulullah. Wakiwa wanakwenda njiani, baba na yule mtoto, yule mzazi akawa ndani ya moyo wake ana abiyati, mashairi anayaimba, lakini hakuna anayesikia. Anaimba ndani ya moyo, analia baba kutokana na utungu wa mtoto wake, namna ambavyo amefanywa, masikitiko alionayo katika mzazi katika moyo. فقبل أن يدخل هذه الأبي وشاب على باب رسول الله, kabla ya kuingia mzee huyu na mtoto wake katika mlango wa Rasulullah, nazala Jibril alayhi salatu wassalam ila nabii, akashuka Jibril kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala Jibril akamwambia
Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha dakhala bika shabun kabir, idha dakhala bika shaykhun kabir, atakapoingia huyu mzee, fas'alu, muulize, ma qultu lahu fi qalbi, nini alikuwa anasema katika moyo, alladhi ma sami'tu udhnayhi, maneno gani alikuwa anayasema ambayo hayakusikia masikio yake. Falamma dakhalu, lamma walipoingia, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume akamwambia yule mzee, inna ibnaka yashkuka annaka kad akhadta minhu malak, hakika mtoto wako amekuja kukushtaki kwamba wewe umemchukulia mali yake. Faqala ar-rajul, yakasema yule bwana, ya Rasulullah sal, akamwambia ya Rasulullah sal, muulize ya Rasulullah, muulize huyu kijana, hal akhadtu illa ma nafaqatin ala nafsi au nafaqatin ala ummi au nafaqatin ala ukhti au nafaqatin ala khalati, muulize huyu mtoto, mimi nimechukua mali niliyochukua, nimechukua zaidi ya kitu cha kukila katika mdomo wangu, au nimechukua zaidi ya kitu cha kumlisha mamake, au nimechukua zaidi ya kitu cha kumlisha khalati yake, nimezidisha zaidi ya nafaqati ya kuingia katika mdomo wangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia wallahi inni a'lam dhalika, mimi najua hilo. Kisha mtume akamuuliza, hebu nieleze maneno gani ulikuwa unasema katika moyo wako ambao masikio yako hayakusikia. Yule mzee akamueleza namna alivyokuwa anasema, kwa huzuni, nimemlea mtoto huyu, nimehangaika, nimemsomesha, nimekula shida, nimekubali kuhangaika na kudhilika, lakini mtoto huyu ale kae vizuri, awe na maendeleo mazuri. Leo mtoto amekuja kunishtaki ya Rasulullah. Basi mtume pale pale akamwambia, kum ya ghulam, anta wa maluk lak, au anta wa maluka li abika, wewe pamoja na mali yako vyote ni vya babako. Mathalu hadhihi al-alam, mfano wa maumivu kama haya, wasala fi kathiri min abi fi zamanina, yanaingia maumivu kama haya katika nyoyo za wazazi wengi katika zama zetu na katika nyakati zetu. Wazazi wamejitahidi katika kuwapambania na kuwasomesha na kuwajenga watoto katika shirika zilizokuwa bora, lakini leo watoto hawa hawana kuangalia wazazi wao katika njia inayofaa, na wanawaishi wazazi kama maadui. aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa alayhi salihin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatamal anbiya'i wal mursalin, wa ba'd. usikum wa usi nafsi usiku wa usi nafsi bitakullah azza wa jalla. Ndugu zangu katika imani, kwa kumalizia hotuba yetu, mambo haya yaliyoelezwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni mengi sana, ilikuwa ni mengi na hatuwezi kumaliza katika hotuba kama hii, lakini haya ni katika mambo ambayo tumeeleza. Kadhalika mambo mengine Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, idha dhaharat al-aswat fi al-masajid, miongoni mwa mambo hayo, idha dhaharat al-aswat fi al-masajid, ni vile watu watakapodhihirisha sauti kuwa na mazungumzo katika misikiti. Dhahara al-aswat duna qira'at al-Qur'an, duna dhikri, duna kalam al-khairat, si kwa sababu wananyanyua sauti kwa maneno ya ukumbusho na qira'a al-Qur'an na maneno, la, yadhkuruna dunya wa ahwalihim, wanakaa katika misikiti kwa kutaja dunia wa ahwalihim wa maladzatihim. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, al-kalamu fi al-masjid yaakulu al-hasanat, maneno mtu anaokaa ya kidunia atazungumza msikitini, yaakulu al-hasanat, yanakula wema kama kuni zinavyoliwa na moto, au kama moto unapokula kuni. Kwa hiyo Mtume anasema, ukiona wakati umefika watu wanadhihirisha mazungumzo sana katika misikiti, ni wakati umefika wa kuangamizwa umma huu. Kadhalika itakapofika wakati yule mtu dhaifu katika umma
mtu dhaifu katika umma akawa ndio mbora wao, yule mtu aliyekuwa dhaifu akawa ndiye anayetangulizwa katika kila kitu, akawa ndiye mtu ambaye ana ulwa, na wale watu wengine ambao walikuwa na hukuku katika mambo hayo wakadogoshwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, ukiona katika mazingira kama haya, basi ujue kwamba umma huo umekaribia katika kuingia katika maangamizi. Ndugu zangu katika imani, tujitahidini katika haya mambo ambayo tumeyazungumza, tuyachukulie hadhari, na lengo ni kwamba tutengeneze mabadiliko katika jamii zetu, katika ahli zetu sawa. Kwa mfano kama katika mambo kama haya ya wazazi, ni mambo ya kusikitisha sana, ni mambo ya kusikitisha sana. Wazazi tuwafikirie namna ambavyo waliishi na sisi, na haya maisha ulionayo wewe ni kwamba mzazi ndiye amekujengea, amekutengenezea. Mzazi ndiye alikuandilia miundombinu. Mzazi wako ingetaka wewe uwe kule mbebaji, sio sana, ungekuwa kule, ingekupa coaching za mapema na kupeleka kule, au na mazingira mengine yoyote mzazi wako ingetaka ungekuwa. Lakini mara nyingi mzazi wako amekujenga mpaka wewe ukajikuta hivyo ulivyo. Sasa leo ushirika wako na watu wako wa karibu ni marafiki, na mipango yenu, funguo zako za hazina ndio marafiki zako ndio wanashika. Babako amekaa mtu dhaifu, wako watu ukiwaweka kati yao na baba zao huwezi kuamini kwamba huyu ni mzazi wake. Daraja aliyo yule kijana na daraja aliyo mzazi wake ni baina samai wal ardh. Ubora wa mtu wakati mwingine ukimwona tu unajua huyu mtu yuko katika mazingira bora, lakini atakuja kijana yuko katika mazingira bora, lakini babake ukimwona ni dhaifu hali. Twende tukawatengeneze wazazi wetu na tutengeneze mazingira, kwa sababu hapa ndio kwenye pepo yetu na kwenye radhi zetu mbele ya Mwenyezi Mungu. Hadha wa sallallahu ala hadhihi al-imam al-tashif Muhammad sahib al-wajh al-munir, فقد أمركم الله تعالى بذلك اللطيف الخبير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن باقي الصحابة أجمعين والمؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين، وانماهم برحمتك أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واثبر جيوش المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله الجليل الكريم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم.